Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Joeri igere muhari wa 28 ekuga atiriri na ni ugakinya atiri ati thutha wa maundu macio ningaitiriria andu othe roho wakwa nao ariu anyu na airetu anyu ni makarathaga mohoro nao athuri anyu marotage iroto onao anake anyu monage cioneki Guku gwa Theophilus TV nokuo wamukagira tafarira ciothe ciri na kiguni muturira-ini waku na riu turakurehera tafarira ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thini wa tafarira ya Theegi wa Njamba. Haha turigaya na kiugo kia Ngai oroho tukamurika ciegi miturira itu na muno makiria we uritwo ni hinya. Mandiko ni muiga ati kugotwo ni kirumi ni mundu wekaga atia ni mundu uria wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man because man is man and man has his own tendencies. Mundu wathe ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wathe no akwire umuthi no rucio ni agarurire mbao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Mandiko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai. Todo ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tugota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukoro tondu we do embrace the weakness yaku. Do embrace ati we ni urika weakness ka marakara. Hinde Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uri araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutiga uinuke. Kiria Ngai agukuigire ni giakura na ngiuga maita maingi hinde twahonoka tuingirwo thamaki-ini wa Ngai tuikaraga ta mutumia wina ihu. Ndungikora mutumia wina ihu ati kirabu thaa kenda cia utuku ni guthia arathia rwimbo. Ndungimukora ekirite pamu kana agitengera kana agithie na andu kana agithiania na iritu athianagia na atumia aria magite ciana kana atumia mena andu take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro ndangihota ku expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor Ngechu o amwambiririo ginyagia wakana wona cia Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Kozi na Yesu Mwokozi. Kia kwambo atumwa 12 hatire watinirie kana coke na thutha momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba eturwo hwa-ini ni muthamaki neru Paulo muira wa ma akire komutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba aterea ohirwo na minyororo ina mokana maguru muti iguru agikua momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba. Yakubu asebe
Momirio mutwe naruhiu rwa njora ni munene Herode. Momiririe muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba. Yohana wa Zebedi arugirwa na nyungu atwiriire Efeso akiugaga endanai. Momiririe muno maruti andu njira ya muoyo ni mutharaba. Filipo ambirwe muoyo mutharaba iguru. Bũrũri ũcio ambĩirwo ũkĩnyenya wothe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Maritha mayo ahũrirwo na mĩtĩ na gĩthĩnjwo muoyo akĩrekwo mũtwe. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Toma gũkua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩguĩ akĩũragwo na maiga. Momĩrĩirie mũno maruti andũ njĩra ya muoyo nĩ mũtharaba. Mathayo akorirwo nĩ thigari agĩthoma watho wa igongona akĩũragwo na itimũ. Momĩrĩirie mũno maruti andũ. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2 mũhari wa 28 ekuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩ makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV no kuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu ũrĩa wĩhokaga mũndũ wa gũkũ thĩ. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mũndũ wa thĩ nĩ akoragwo ena weaknesses nyingĩ. Mũndũ wa thĩ no akwĩre ũmũthĩ no rũciũ nĩ agarũrire mbaũ akwĩre ũndũ ũngĩ. No, when you are a pessimist nĩ ũkoragwo ũkĩmenya atĩ I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekũraya mũno na meciria maitũ. Maandĩko moigaga atĩ harĩa ũũgĩ witũ ũkinyĩte nĩ ũrimũ kwĩ Ngai. Tondu ũũgĩ wake nĩ ũkirĩte meciria ma mũndũ wa gũkũ thĩ. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tũhota kwa ũkinya kũrĩa Ngai endaga tũkinye. Wota ũkorwo tondu we ndwa embrace weakness yaku. Ndwa embrace atĩ we nĩ ũrĩ weakness ka marakara. Hĩndĩ ya Ngai akũrehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo nĩ mũndũ ũtamakaga ũrĩa araria. Ahota kwari kiugo we ũrakare. Ũmũtiga ũinũke. Kĩrĩa Ngai egũkũigĩre nĩ gĩa kũra. Na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai tũikaraga ta mũtumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mũtumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu. Athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena andũ take. Nĩ tondũ we mwenyewe kĩrĩa akuĩte nĩ kĩndũ kĩa goro, ndangĩhota kwĩ-expose kũrĩa kĩndũ kĩu kĩngĩtuĩka aborted. Nyitanagĩra na Pastor David Ngechu o wa mwambĩrĩrio nginyagia wa kana, wona ciehanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Mũrata wa Ngai ndũkahĩtũkwo.
Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Sababu ya kukuabudu. Oh, haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Tunalitukuza jina lako Bwana. Asante kwa ukuu wako. Asante Jehova Mungu na uaminifu wako, Mungu wa rehema. Asante kwa nguvu zako. Asante Bwana kwa sababu wewe ni Mungu. Tunayo sababu ya kulisifu jina lako Bwana. Ninayo sababu ya kulitukuza jina lako. Ninayo sababu ya kulinua jina lako milele daima Bwana. Ninayo sababu ya kukushukuru Bwana kwa sababu ya pumzi za uhai siku ya leo. Ninayo sababu ya kukushukuru Jehova kwa kuwa Mungu wa rehema umetupa ufunuo wa kukufahamu na kukuelewa Bwana. Ninao sababu ya kushukuru Bwana kwa ajili ya kutufungua macho kuweza kuwa na wokovu wako ndani ya mioyo yetu Jehova. Ninakushukuru kwa wokovu wako Bwana. Ninakushukuru Bwana kwa upendo wako, rehema zako ambazo ulioneshana msalabani Bwana. Upendo wako ambao huwezi eleweka na mawazo ya mwanadamu. Ni wewe Bwana ninayetukuza siku ya leo. Nina kila sababu ya kutukuza jina lako. Nina kila sababu ya kusifu jina lako. Nina kila sababu ya kulinua jina lako Bwana. Ninakutukuza kwa ajili wewe ni Mungu mfalme mkuu. Wewe ni Mungu ishie milele. Wewe ni Mungu Jehova na utaishi kuwa Mungu milele. Jina lako litukuzwe, lipewe sifa. Jina lako liabudiwe Bwana. Jina lako litukuzwe milele. Asante kwa muda ambao umetupa Bwana. Ninakushukuru Jehova kwa hii nafasi ambao umenipa siku ya leo. Ninakuomba Roho Mtakatifu wa Mungu ukaweza kutawala mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Ngoza watu wako Bwana na uwanenee kutoka kwa kinywa changu siku ya leo. Ninajikabidhi mkononi mwako Bwana. Ninaomba ukanisamehe dhambi na makosa yote ambayo nimetenda kinyume na mapenzi yako Bwana. Ninaomba ukanioshe na damu yako jioni ya leo, ili nikakubalika katika kiti chako cha enzi Bwana. Ninajua sio jambo la kawaida Mungu wa rehema kusikizwa Bwana na wewe Jehova. Ninakuomba siku ya leo Bwana ukaweza kuwa mahali hapa Jehova. Shusha uwepo wako Bwana na Roho wako Mtakatifu kaweza kunena kadiri na mapenzi yako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. The Bible says that man shall not live by bread alone
but by every word that comes from your mouth, oh God. May we live by every word that comes out of your mouth, oh God. Katika jina la Yesu Kristo, tunategemea kutoka kwako Bwana. Tunainua macho yetu Bwana milimani, kule ambapo msaada wetu watoka. Msaada wetu watoka kwako Bwana. Wewe ndio nguvu zetu Bwana. Wewe ndio ambaye unayetupea uhai. Wewe ndio Bwana, the source of our strength, oh God. You're the source of our life, oh God. You're the source of the breath that we hold this day. You're the source of the salvation, oh God, that we so clearly love, oh God. You are everything that we ever desire, oh God. We worship your name, Jehovah Father, and we adore your holy name, Jehovah Lord. You are worthy to be exalted, O King of kings and Lord of lords. In the mighty name of the Lord, I glorify you in your altar, O God. I glorify you in your temple, Jehovah Lord. Give you all the praises of whom you are, Jehovah Father. In the mighty name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we do pray and believe. Amen. 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 Blessed be the name of the Lord. We worship your name, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. 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 Mtazamaji wa Theophilus TV, jioni ya leo, mahali popote ulipo, Bwana Yesu asifiwe sana. Uko katika Theophilus TV, Theegi wa Njamba, na mimi Pastor Ngechu David, na nimeokoka na Yesu ni Bwana katika maisha yangu, na namshukuru sana kwa sababu ya kunilinda mpaka huu wakati na kuwa mchungaji wangu. Sio kitu cha kawaida kijana kama mimi kuwa akilindwa na kuwa yeye mwenyewe akiwa the Lord being my shepherd. As in kuchungwa na Mungu sio kitu rahisi. As in si kitu ya kawaida. As in kuwa kijana kama mimi have given myself totally to the gospel of the Lord Jesus Christ and to the Lord himself. Sio kitu cha kawaida. And huwaga naambia Mungu nisaidie tu. Nisaidie tu na unipatie nguvu hadi mahali penye nimebakisha. The journey that is ahead of me, na kuomba unisaidie na unipe nguvu. Because it is by the cross of the Lord Jesus Christ that made me be who I am this day. Sio kwa nguvu zangu. Kuna watu wengi sana, the Bible says that many trust in horses and chariots, but I will trust in the most holy God. Some trust in money, some trust in wealth, some trust in their relatives, some trust in the government, some trust their wealth and each and everything that they have in life, the external greatness that they see with their own eyes. But I trust upon the most high God. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndo nguvu zangu, na hata nikakuwa na nini ama nakakuwa nani ama nani, the only thing that shall always stand is this: the Lord's solid foundation still stands, that the Lord knows who are his, and let everyone who calls upon the name of the Lord depart from evil. This is the solid foundation that I lay my foundation on. Bwana Yesu asifiwe sana. So nimeokoka na nimebeba msalaba wangu, bado nikifuata Yesu, yeye ambaye aliyeniita, aliyenikomboa, aliyeniokoa, and I trust upon him and him alone, who alone has immortality in him. Bwana Yesu asifiwe sana. He is an eternal God, and yeye mwenyewe ataishi kutawala milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu tena wale ambao tuko nao katika Theophilus TV, katika YouTube, katika Facebook live. Najua kwamba siku ya leo mnatarajia kusikia kutoka kwa Mungu, and surely kama venye wewe mwenyewe una expect kutarajia kwa Mungu, the Lord will surely speak to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuongelesha, because he speaks to, Bible says that he searches, the Lord is looking for any righteous man so that he can bless him. Yeye mwenyewe maitho make masaga magetha mundu ria muthingu. Bwana Yesu asifiwe sana. So this day, let be right before the sovereign Lord, so that he may install what he wants in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. So jana tulikuwa tukiongea about the things that pulled Samson down, na tukaweza kuona kitu ya kwanza ilikuwa ni kitu inaitwa lust. Lust ni zile desires, we had talked about it wakati tulikuwa naongea kuhusu sexual immorality and other related perversions. Kitu ya kwanza ilikuwa ni lust. Yeye mwenyewe alikuwa na spirit ya lust ndani yake. Alikuwa na tamaa za mwili mingi sana. Alikuwa na tamani wasichana sana na wanawake. Alikuwa anawapenda sana. That became a loophole for the devil kukuja kuingia katika maisha yake. The second was the pattern of uncontrolled desire. So hii tulikuwa tumeongea wakati nye we were talking about self-awareness. Desires, uncontrolled desires. That si kila kitu ambayo wewe mwenyewe una feeling kufanya unafaa kuunafanya.
Not everything you think of you're supposed to do. Sio kila kitu unafaa kuwa unafanya. Kila kitu kikam kwa akili yako, you are supposed to first of all to base it with the word of God. Base each and everything with God himself, with the scripture. Yeye mwenyewe hakuwa na kitu ya kubase maisha yake nayo. That is why alikuwa anaingia kwa last, anajipata yeye mwenyewe ako na uncontrolled desires kwa sababu ameweka free gear. Number 5. Yeye mwenyewe hajali maisha yake. He doesn't take care of his life. The third one ilikuwa ni uncontrolled anger. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii uncontrolled anger tulikuwa tumeisoma kuhusu wakati we were talking about self awareness also. Tukakam kujua wakati mtu anakosa kujijua, hutu tu weakness tudogo sana ndo huaga tunakuja tunamvuta chini sana. And ya nne tukaona ni kitu inaitwa the spirit of pride. Pride ni ile roho ya kuona ati wewe ni wewe na hakuna mtu mwingine. The spirit of being selfish, self. Mimi mwenyewe mimi. I'm putting my desires first. That yeye mwenyewe, he was a very great man of God. He was a very anointed man of God, a very great man. Lakini yeye mwenyewe, due to not cherishing or due to kukosa kucomply na the commandments of God na kukosa kuacknowledge Mungu kwa maisha yake, yeye akawelcome vitu zingine, external sources in his life. Akaasha in a lot of spirits kwa sababu yeye mwenyewe he was not careful of his life. Hivi ndo watu wengi huanga wanaishi. Ya kwamba mtu anaweza kuwa yeye mwenyewe anaona ile maisha yenye anaishi ni maisha yenye inafaa. Ya kwamba yeye ukimwambia hii si ile maisha inafaa, yeye hata anaona wewe mwenyewe ni time unamtupia. A time comes that your pride it bear fruits. Na pride na Bible inasemaga pride comes before a fall. Kwa sababu wakati yenye shetani anataka kukumaliza, anatakaga wewe ujisikie wewe ni mtu wa maana sana. That unakosa kuona Mungu ndo wa maana katika maisha yako. So kenye Mungu anataka wewe mwenyewe unai-exempt na wewe mwenyewe una-apply kile kenye wewe unataka first in your life. That you start living according to your own basis, according to what you see with your own eyes. And then ya tano, tukaona that he was not mindful of who he trusted. Hakuwaga anajali about the circle of friendship. Tulikuwa tumesoma maandiko, tulikuwa tumesoma last time, tukokesha that the company, the Bible inasemaga walk with the wise. Whoever walks with the wise will become wise, but the companions of fools will be destroyed. He who walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will be destroyed. Because man is a program. Mawazo ya mwanadamu inakuga ni program. Ukizoea sana kukana kompani ya watu wabaya, you will develop what is in them. Kila mtu akitembea kwa barabara huaga anatembea na atmosphere ya ile spirit ambao huaga inamrule. So wenyewe if you're not careful, alafu wewe mwenyewe ujishikanishe na mtu kama huyo, the same spirit yenye inamrule, that is the same spirit yenye inaweza kuja na bado irule over you. Because whatever you expose your mind to, that is what you become. That's what the scripture says. That inasemaga hivi, that man is what he thinketh. As a man thinketh, so is he. Bwana Yesu asifiwe sana. So yeye mwenyewe hayuko mindful na kenye yeye mwenyewe ana trust na wale sako yake ya friends. Kwa sababu mtu mwenye akona a great destiny, calling kubwa, ama wakati God amekupatia a very great gift in you, you're supposed to be mindful the people that you walk with. You're supposed to be careful the people that you connect to. Kwa sababu kenye wako nacho ndo wataweza kukushare kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. So siku ya leo we are going to read still in the book of Judges, na tutaweza kuangalia vitu kadhaa ambazo ziliangushaga huyu mwanaume, because you see that alikuwa mtu mwenye na nguvu sana. God alikuwa amempatia a very great gift ya kukua so strong that yeye mwenyewe he was so strong outside, but yeye mwenyewe he was morally weak. So mtu anaweza kuwa strong in the outside but morally weak, and when you are morally weak, that is the worst point of view. Kwa sababu wakati morals zako zinakosa kuwa line kwa ile nje, morals zako ndo zufanyaga wewe mwenyewe unafanya zile vitu ambazo the outside man can do. But if your morals are bad, then that means that you're going to spend your strength in doing what is not profitable. So wakati morals za mtu zimelead astray ama ziko into darkness, huyo mtu kwenye yuaga anaelekeanga kulingana na desire ambazo ziko ndani yake. Sasa huyo mtu alikuwaga morals zake haziko right kwa sababu alikuwaga mtu mwenye anapenda prostitutes na wanawake sana. So morals zake zilikuwa zina go, desire zake zilikuwa zina lie in the part of women.
So zina corrupt morals zake. And hiyo ni loophole ambayo shetani alipata kuingia kwa maisha yake through the woman called Delilah. Bwana asifiwe sana. So Samson's life ili end up kukuwa imperfect na akakosa victory kwa sababu ya kukosa hizi vitu. So lessons zenye nilikuwa natulana about leo ni, the first lesson is something called sight. Bwana asifiwe sana. Sight. Macho yako. Ni nini unaonaga katika maisha yako? What do you see? Wakati unakaa hivi peke yako, when you view your destiny, what do you see? Wakati unakaa hivi, you start calculating about your life and about where you would want to be in 5 years time. What do you see? Wakati yenye wewe mwenyewe unafikiria kuhusu progress, what do you see? Wakati yenye wewe mwenyewe unafikiria kuhusu calling yako or the end of your life, what do you see? Wewe uko pale home, haujaolewa. Wakati unakaa hivi chini, in 20 years time, what do you see? Kwa sababu what you see will determine what you will achieve in your life. And unaweza kuwa na hii macho ya kawaida, hii macho yenye inaona kila kitu. Saizi naona vitu mingi sana saizi, but ukwe hauna sight. Kwa sababu si kumaanisha ati wewe mwenyewe unaweza angalia kitu alafu wewe mwenyewe unaiweza kuiverify. Saizi kuna mtu mwenye anaanza angalia mti saizi. Mtu angalie mti, ni watu wawili, mmoja angalie mti alafu aone yenyewe hii mti inaweza toa matunda, na hii matunda tunaweza i-export to use a place kama Dubai ama place kama US ama place kama Britain. So huyo mtu ameona hivyo, but kuna mtu mwingine mwenye ameangalia hiyo mti, anaona hii mti inaweza tengeneza meza ambayo inaweza kuwa inakuliwa na wafalme. So hawa watu wawili wanaangalia kitu moja. They are seeing it, they can see it. But their ability to develop the sight, the inner sight is different. Bwana Yesu asifiwe sana. So yeye mwenyewe huyu Samson, shida yake ilikuwa gani moja? His sight was wrong. Na ndio maandiko inasema, ukisoma in the book of Judges chapter 17 verse 6. Judges chapter 17 verse 6. The Bible says that in those days there were no kings in Israel. Everyone did according to what was right in his own eyes. So hii ilikuwa gani pattern ambayo ilikuwa ina happen in Israel wakati wa Samson. Kila mtu alikuwa anafanya vitu kulingana na venye anaona na macho yake. And there is a deception that lies wakati wewe mwenyewe unaangalia vitu na unaziona kulingana na perspective yako wewe mwenyewe. Your perception inaweza kuwa wrong. Kwa sababu Biblia inasema vizuri sana, this is what the prophet said, that in those days there was no kings in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. This pattern. Na hii ulimwengu temenye tunaishi saa hizi, this generation yenye tuko nayo, generation Z, ndo nawaongelesha sana siku hizi. That because watu wengi sana, vijana wengi sana, they are walking according to the sight of their own eyes. Bwana Yesu asifiwe sana. That wao mwenyewe hawajali na kenye Mungu anaona, hawajali na kenye Mungu anaweza kuwa anataka. That is why I have started by asking you, when you close your eyes, what do you see? What do you see? How do you view your life? Wakati unaangalia friends zako wako, what do you see? Friends zako yako unaonaga kikuelekeza wapi? Huyo best friend yako mwenye wewe mwenyewe ni best yako sana, unaonaga mkielekea naye wapi? Ni vitu ngapi zenye wewe mwenyewe unaonaga unaweza benefit kwake? Huyo girlfriend mwenye uko na yeye, unamjua vizuri. Can you see with the inner eyes, the inner sight that can see the heart of a person? Unaweza ona intention yake, unaweza ona destiny pamoja na huyu mtu. Kozi ndo shida yenye inakuwa na watu. When you fall in love according to what you see with your own eyes, then along the path things are going to get real. And ziki get real, hiyo consequence wewe ndo itakula peke yako. That is why you should develop sight. Samson yeye mwenyewe aliperish kitu ya kwanza because he had no sight. Yeye mwenyewe alienda na akaambia babake that mimi nataka huyu mwanamke. Alitamani sana yeye mwenyewe kuwa huyo mwanamke. Na ukisoma in the book of Judges chapter 14 verse 3, the Bible inasema hivi, then his father and mother said to him, is there no woman among the daughters of your brethren or among all my people that you must go and get away from the uncircumcised Philistines? And Samson said to his father, get her for me, for she is right in my own eyes. She is pleasing to my eyes. She is pleasing to me.
Mi mwenyewe nikiangalia huyu mwanamke, mi naona ako sawa. Wewe ukiwa boy ukiangalia msichana na huyu ako sawa. You do not know what lies along that path wakati nye utachukua huyo mtu. This is the first deception, attraction. Attraction ni deception moja kubwa sana na inafunganga mtu macho. Inaweza fanya ukose kuona the 3 dimension of something that unaona in 1 dimension. Kuna kuwaga ukiangalia kiberiti ama uangalia hii kitu hivi, there is a way that you can view this thing in different dimensions wakati yenye umeiturn. But if eyes zako ama macho zako ziko fixed mahali pamoja, you will only see 1 dimension. You will never see the other dimension. The gift of sight, to see beyond what you can see right now with your eyes, to see beyond the limitations. Kwa sababu time ikifika wewe mwenyewe you are blind, wakati yenye una lead kwa path zako za maisha yako, unajipatanga you're falling and falling and falling and falling, because wewe mwenyewe haujakuwa na sight ya kuona kitu ama ku see the 3 dimension of something. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bible inasema hivi that yeye mwenyewe ukisoma hapo verse 7, the Bible says then he went down and talked with the woman and she was pleased, and she pleased Samson well. Huyu mwanamke alifurahisha Samson vizuri sana, that Samson akaona huyu ni mwanamke mzuri mwenye mimi mwenyewe naweza chukua kama bibi yangu. She saw with her own eyes. And tumetoka na kuona kwamba hapo chapter 17 verse 6 inasema in those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. So it was a pattern. It was a generational pattern that watu wengi sana wanafanya hiyo kitu. Siku hizi unapata hata watu wakifall in love, they are falling in love blindly. Kusi nilikuwa naambia watu wengine that we should not trust love peke yake. Wakati unaangalia unaona mtu unampenda for love peke yake, just be so careful so that because your heart can be so easily deceived. The Bible says that the heart is the most it can be deceived. The heart is the most wicked thing and it is so easily deceived. So wakati wewe mwenyewe umedanganyika because of what you can see, the attraction of the eyes, then wewe mwenyewe unaanza kuweka mtu kwa roho yako. Kuna time itafika that wakati unamwangalia you cannot see any fault in that person, and this is a weakness, kwa sababu unaweza kuona anaficha vitu mingi sana ndani ya roho yake, because yeye mwenyewe tulisoma hapa Samson akianzia, the Bible says that the kings the princes, our marulers waliita huu Delilah na wakampatia shekels of silver, kila mtu 11,000 shekels of silver, wakamwambia enda umdeceive na uweze kujua kwenye nguvu zake ziko. Then unaweza kuwa mwenyewe umejisurround na watu, but because you do not have sight, you cannot see beyond what they are trying to project to your own eyes. Because you are blind, you do not see beyond. A person who is mindful of his life is a person who wants to have details of everything that revolves around him. Mtu mwenye ako mindful na maisha yake ni mtu mwenye huaga anachunga sana wale watu wenye anatembea nao. He minds a lot how they talk, how they speak. He minds a lot the things that they do. Kwa sababu huyu mwanamke alikuja akadanganya Samson mara ya kwanza, na the one thing that Samson alikomwambia, the exact thing ndo alifanya. For 3 times anamwambia the wrong thing, huyu mwanamke anafanya, akaendelea kumdeceive. That means that this man was blinded because he did not have sight to see through the hearts of people. Hakuwa na macho ya kuona through. So ukisoma Judges 14 verse 3 ndio nasemanga hivyo, that ali decide yeye mwenyewe kufuata macho yake yeye mwenyewe. And ukisoma in the book of in the book of Deuteronomy chapter 7 verse 3, let us see about a command yenye mwenyewe Mungu alikuwa amepeana, the effect of not following the commandments of God. The Bible says in the book of Deuteronomy chapter 7 verse 3, Bible inasema, nor shall you make marriage with them. You shall not give your daughters to their son, nor take their daughter for your son, for your sons. For they will turn your sons away from following me to serve other gods. So the anger of the Lord will be aroused against you, and you will be destroyed suddenly. But thus you shall deal with them. You shall destroy their altars and break down their sacred pillars and cut down their wooden images and burn their carved images with fire.
For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, a special treasure above all the peoples of the face of the earth. Bwana Yesu asifiwe sana. This is a command that was the children of Israel walikuwa wamepatiwa. So mtu yote mwenye ameitwa na Mungu should be mindful a lot. Wale watu wenye anavuta katika maisha yake, wale watu wenye wanamkaribia. Generation Z, you should be careful about the people that you revolve around with. You should be careful about what people are doing. Usiweze kufanya kitu juu umepata watu wanafanya. Ni vitu mingi sana watu wanafanya, but hizo vitu zitawaelekeza to the path of doom. But wewe mwenyewe, if you know deep down in you that you are called and chosen by God, wewe si mtu wa kawaida. You should choose friends and choose what you had to do. Do not do what other people do. Do not easily fall down to that deception, because you are a chosen people. You are a chosen person. God anakupenda na amekukall na sababu. Usiende kuona ati watu wanahug maboi wawili, watatembea kama wameshikana na unatembea kama umeshikana. Kuna time inafikaga wakati mtu anaingia kwa dhambi, haikuwagi mbaya sana, inakuwaga mbaya kabisa, but ukiendelea inaacha kukua mbaya sana. Bwana asifiwe sana. Kama tuseme mimi siwezi tembea na mwanaume kama tumeshikana mkono. Kitu yenye haiwezekani mwanaume na mwanaume kutembea kama ameshikana mkono, that doesn't apply. Ule mtu mwenye unaweza tembea umshike mkono labda ni bibi yako. But kwa wanaume unapata mwanaume anatembea kama ameshika mwanaume mwingine mkono. Kuna time inafikaga unaona ni kitu detestable, hauwezi taka, but the more you get closer to it, the more your friends wanafanya hiyo kitu, we macho yako inaona. The more we mwenyewe unazoea kuona hiyo picha, inaanza kukosa kuwa mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says that Lot, wakati waliachana na Abraham, he stayed near Sodom. But ile time the angels wenye walikuwa wamekam, yeye mwenyewe alikuwaga inside Sodom. That means that ukikaribia mahali sana, hiyo kitu pahali penye umekaribia, according to the influence that is in that place, ndio inaendelea kukuvuta. Macho yako inaanza kupotea. You start losing sight. Bible inasema ati he stayed outside Sodom, near Sodom. But time ilifika, akajipata yeye mwenyewe ako Sodom ndani. This is what happens, that if you're not mindful of what you see with your own eyes. Bible inasema Lot aliangalia, aliambiwa na Abraham choose. Yeye mwenyewe akaangalia chini, akajichungulia, akaona huko chini ndo kuzuri, kule ambako macho yake ilifurahishwa. This is the gift of sight that helps you to view things. But if your sight is bad, wewe mwenyewe utaanza kuona vitu zikiwa venye wewe mwenyewe una expect kuwe. Desire zako ndo zitakuwa zinaona. Ya kwamba wewe mwenyewe utaona ile kitu ambayo iko kwa desire zako. If your desires are wicked, then that means kenye kitu tutaangalia itakuwa ni wicked. Kuna mtu anaweza angalia mwanamke hivi, mwanaume angalia mwanamke hivi, aone huyu ni dem mzuri sana. Na kuna mtu atamwangalia hivi, aona this is a great woman of God. If this person could be well mentored, she can become a great woman of God. The gift of sight inakusaidia kuona tofauti. Unaweza angalia mabeshte wako hivi, unaona wanajibamba, wanacheka. Kuna mtu anaweza angalia aone beyond hiyo kicheko, that hao watu wanacheka hivi, but their destiny is hao watu hakuna mahali penye wanaelekea. Ile story wanapiga haisaidii destiny ya mtu hata nani hata kidogo. Na kuna mtu anaweza angalia aone yenyewe ni mbogi poa sana, hawa sawa kwa fiti, wanakaa wamechangamka. The gift of sight is different. Watu wanaonaga tofauti. Samson yeye mwenyewe alikuwa deceived hivyo because yeye mwenyewe alivutiwa na desire zake za kupenda wanawake. So hizo desire, hata wakati vitu zilikuwa zina happen, anadanganywa, wanafungwa, alafu wanadanganywa, watu wanakuja wanamshika, anakata hizo kamba na nguvu, but yeye mwenyewe still hakuwa na sight ya kuona. Hiyo kukosa hiyo macho ya kuona ilimcost mpaka hii macho yake ya kawaida. This is what happens when you lose sight. You do not have the eyes to see beyond. We mwenyewe huaga una waste life yako na kufanya vitu ambazo hazifai, because the only thing that helps you to step to the next level is your sight. If you do not have sight, you cannot move to the next level. Wakati yenye we mwenyewe uko na sight, unaonaga beyond level ya watu wenye wako kanisa. Unaona beyond wale watu wenye wamekukaribia. Unaonaga yenyewe mimi nitakaa mchurch mapema hata kama hakuna mtu. Hiyo kitu haiwezi kuvuta chini atijua kuna mtu.
Unakam church na unakam na unaomba, unapanga vitu, unapanguza. You do that because you have the gift of sight. You can see 20 years from now, and because of that sight, the Lord himself uplift you and set you on high standard. The gift of sight is so important. Wakati unaangalia wewe ni demu, unaweza kuona demu wengine, unakuona venye wana behave, wanakaga pamoja. Wewe mwenyewe wakati wewe unaingia kwa hiyo mbogi, haikuagi ati ni kitu mzuri. Unajuanga hawa watu ile kitu wanafanya si mzuri. Then wakati unakosa kuona na hiyo macho ya ndani, unakosa kuexpand macho yako kuona beyond, unaweza kujinitiate kwa mbogi kaa hizo. At last ile kitu wenye wanafanya utaanza kupata si mbaya sana. Then utajipata umekuwa recruited, umekuwa lesbian, na umeshaanza kuadapt hiyo lele, mpaka unaweza ambia watu wengine uzawa recruit. This is the worst thing when we lose the sight of the inner man. Wakati tunaona na hii macho yetu ya kawaida, these eyes, do not trust them, because kenye zinaona tu vile vitu ambazo wewe mwenyewe zinataka kuona. But if you don't have the inner eyes, there is no way you can comprehend the inner story. Because the inner story of something is comprehended by the inner eyes, not the first eyes, not these basic eyes. Hii macho haiwezi ona beyond. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you're living your life, ask yourself, do I have sight ama mimi mwenyewe ni blind? Kwa sababu ukiwa blind ukafungua macho hapa saa hizi uambiwe utoke hadi huko barabara, you will struggle a lot. Unaweza kuwa mahali unakanyaga mpaka unaweza ingia kwa ditch, unaweza gongwa na gari. There are a lot of risks because you are not mindful of the things that you do. Hii kukosa sight ndio ilifanya akose kukuwa mindful, akaenda kuchagua a harlot, akaenda kuchagua mtu mwenye hana destiny, akachagua mtu vulnerable, akachagua mtu wa kudestroy destiny yake, akajiself sabotage kwa sababu alikosa kuona na macho yenye Mungu alikuwa ameweka ndani yake. Because if your desires do not lead you to the right place, then that means that they are going to lead you to where you're going to fall. Kwa sababu hautakuwa unaona uko na spirit ya pride, hautakuwa unaona hauko mindful ya mabeshte wako, hautakuwa unaona hii pattern ya uncontrolled anger, because you do not view yourself. Wewe mwenyewe you do not monitor your own self. Wakati unakosa kujieka chini na kujimonitor, kujitaka mkutano, kujiuliza na hako kanjia kenye napitia mimi nika Pastor Devi, hako ndo kanjia kenye kanafaa. Zile vitu zenye mimi nafanya, amchua hizo vitu ndo zile vitu ambazo zinafaa. Venye nakaa na mabeshte wangu, hiyo ndo kitu yenye nafaa kuishi hivyo na mabeshte wangu. Ile mbogi ambao na hang nayo ndo ile mbogi ambao mimi mwenyewe nafaa kuwa na hang nayo. Because when you have the gift of sight, unakuwa na ability ya kusi beyond. Bwana Yesu asifiwe sana. So yeye mwenyewe akakosa kuheed hadi instructions za baba yake. And because each and every human being anakuwa na soul, the soul has something called the self will that God haezi bypass kenye wewe mwenyewe unataka. When you disobey the voice of God decreases in you. So the voice of counsel yenye inafaa kukulead to the path of righteousness, the word of God itself, ukikosa kuicherish ndani yako, haiwezi fanya kazi. Kwa sababu this command ilikuwa imepatianwa, hafai kukunywa pombe, na hafai hata kuoa wale watu ambao sio wa clan yao. This was a command that was given by the children of Israel, but he did not heed to it. Alidisobey, macho yake haikuona venye Mungu alikuwa na tamani yeye mwenyewe aone. So hiyo ikaweza kumlead to darkness. Bwana Yesu asifiwe sana. This is how people are led into darkness, or they don't obey the voice of God. Praise be to the name of the Lord. So our eyes are ripped out by the devil, and tunakosa kufika mahali penye Mungu huanga anatamani tufike. Bwana Yesu asifiwe sana. So let us be mindful of the things that we think, of the things that we see with our own eyes, na tukue mindful wale marafiki zetu ambao wametuzingira kwa maisha yetu. The Bible says in the book of Deuteronomy 12 verse 8, you shall not at all do as you are doing here today. Every man doing whatever is right in his own eyes. Hivyo ndo Mungu alikuwa anasema kwamba usifanye zile vitu ambazo wewe mwenyewe macho yako inaona zikiwa sawa. But you are supposed to balance yourself with the word of God. Has the word of God permitted me to do that? Naongelesha wale watu ambao saa hizi umekuwa initiated kwa vitu zenye si za maana,
na umefanya kitu ambayo haifai hata kidogo, and then bado unajipiga kifua na unajijustify. Let me tell you, hiyo ni macho yako inaona hivyo. There are the eyes that see beyond that, and these are the eyes of the scripture, the eyes of the word of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati yenye wewe mwenyewe umekosa kuwa mindful, kuangalia na kutresha hii word kenye imesema, you are going to lead to a ditch, my brother, my sister. And wewe mwenyewe usipokuwa willing, utaambiwa kama venye Esau aliambiwa na babake, that utakuwa a slave to your brother until the day you will get tired. This is the only cure, getting tired of that lifestyle, getting tired of kuhang na watu wenye hakuna mahali mnapelekana. Bwana Yesu asifiwe sana. And the second thing, yenye lesson yenye nililearn kutoka kwa historia ya Samson ni strength. Bible inasema in the book of Judges chapter 14, ukisoma Judges chapter 14 verse 6, maandiko inasema hivi, that and the spirit of the Lord came mightily on him, and he tore the lion apart as one would have torn apart a young goat, though he had nothing in his hands, but he did not tell his father or his mother what he had done. Then he went down and talked with the woman, and she pleased Samson well. So huyu mtu alikuwa na nguvu mingi sana, that ilikuwa inafika mahali na mdeceive, because he was not focused to do according to what the Lord had commanded him. Alikuwa anachanganya kufanya kazi yenye, alikuwa anachanganya kutumia nguvu yenye Mungu alikuwa amempatia plus kufanya mambo zake. So yeye mwenyewe alikuwa na live kwa sababu alikuwa anaona akona nguvu, na yeye mwenyewe hakuna mtu anaweza muovercome. Yeye mwenyewe hakuna mtu yeyote ambaye anaweza. Huyu mtu alikuwa ni mtu mwenye ametisha Philistines vibaya sana. So that still ni kumaanisha kwamba even your strength, if you are not mindful of the strength that the Lord has given you, it can still deceive you and lead you to a ditch. Wakati nyume kosa kuwa mindful, utatumia nguvu zako na kufanya mambo yenye si ya maana. Utatumia nguvu zako, and let me tell you one thing, unaweza kuko na nguvu ya nje sana ya kuonekana, unaonekana watu ukiwa hivyo, but if your morals are corrupted, that corrupted moral ndio ita bring your downfall. So I determine wewe mwenyewe uko strong aje, but struggle, teach yourself to be morally strong. As strong as you are in the outside, make sure that you are strong in the inside. Wewe mwenyewe ni mtu mwenye unaweza simama mbele ya watu na unaweza wanyamazisha na watu wanaweza kaa chini wakusikize, but make sure that the life that you live in the secret is as strong as you are in the outside. Kuna watu wenye wanakuwa too strong wakionekana na macho, but they are in their inside, they are so weak. Unaweza kuwa na nguvu ya nje mingi sana, but inside you are so weak. And if you are not mindful of that weakness that is in you, itaweza kuleta sabotage ndani ya maisha yako. That is why kitu ilivuta Samson chini, kwa sababu alikuwa na nguvu sana ya nje, but yeye mwenye he was not morally strong. These are two different things, that the more you are strong, the more wewe unaona yenyewe God amekuuplift na amekupatia abilities, wewe ni mtu wa maana. Sasa ushajua church, ushajua Mungu. Kama unajua yenyewe you are strong, you think that you are strong, make sure that you are strong in the inside. Jesus alisema, do not wash the outside of the dish, but the inside is unclean. Kwa hivyo unaweza kuwa wewe mwenyewe unaonekana ukiwa sawa sana in the outside, but ukijichunguza ndani yako, when you involve the inner eyes, ujichunguze kabisa, you find that you're so weak in the inside. Then if you're weak in the inside, then unafaa kukaa chini na kucalculate zile vitu ambazo zinakufanya ukuwe weak. Ya kwanza ya Samson yenye yeye mwenyewe alikuwa weak kwake ni kitu inaitwa lust. Alikuwa na lust, alikuwa anapenda wanawake sana. That was a weakness. Ya pili, uncontrolled desire. These are morals. These are things that you can sit down and wewe mwenyewe unaweza ziverify na unaweza zimeenda na anga. Bible inasema wakati yeye mwenyewe alishinda akiambiwa na huyu mwanamke, niambie mahali nguvu zako ziko, niambie mahali nguvu zako ziko. The Bible inasema ati yeye mwenyewe alikasirika sana. And wakati alikasirika akaona akasema, wacha nimwambie. The Bible says ukisoma hapo verse 16, Judges 16:16, and it came to pass when she pestered him daily with her words and pressed him so that his soul was vexed to death, that he told her all his heart. Ye mwenyewe aliropokwa kwa sababu ye mwenyewe alikuwa hajui control anga yake.
wakati unajua wewe mwenyewe ni mtu wa maana, the first lesson that you're supposed to teach yourself is the lesson of controlling your morals, controlling your inner man. Bible ukisoma in the book of Samuel chapter 17, hapo ukisoma huko chini nasema, and David, and he behaved wisely in front of Saul and in front of the guards. And the Bible says mara mingi sana alibehave wisely. Morals zake zilikuwa ni morals zenye alikuwa involve wisdom. Hakuwa na walk na ile blindness, kwa sababu alikuwa anajua I'm heading somewhere and I'm not yet there. So mimi kukosa kubehave wisely kunaweza ni cost vitu mingi sana. So Samson alikosaga these morals za kuweza kujimonitor na kujua that mimi mwenyewe ninafaa kuwa nalinda hii strength yenye Mungu amenipatia. And the only thing that can sabotage what God has given me is when my morals are corrupted. So chunga morals zako, chunga mabeste wako, chunga zile vitu ambazo unafanyanga uko peke yako kwa nyumba, chunga zile vitu unafikirianga wakati unatembea kwa barabara. When you're relating with people, chunga venye una relate na watu, kwa sababu the more you entice people in your life, the more you create loopholes for yourself. Ukikosa hizi morals, the more una create hizo loopholes, the more kufikia strength zako kuna kwa rahisi. The more wewe mwenyewe unajiexpose kwa watu, the more una hang na watu sana, unaingiana na watu sana, the more unajipatanga your weakness inakuwa exposed. Na hiyo weakness yako ikikuwa exposed, hiyo ndo inakuwa the only gate pass to your strength. Tuliongelea jana. So unaweza kuwa wewe mwenyewe haujuangi kuongelesha watu, unaongeleshaga kila mtu venye unataka. So jipate kuna mtu God alikuwa amekusendia so that he can connect you to a destiny. Yeye mwenyewe akuuplift ufike mahali penye Mungu utaka. But because you're morally weak. Yes, unajua kuongea kizungu vizuri sana. Yes, ulikuwa umepass, ulikuwa na A, ulikuwa na B KCSE. Ulipass hadi kole, uko na hadi masters degree, uko na certificate yako, diploma yako kwa nyumba, uko nayo kwa bahasha. That is a strength that you have. But if your morals are wrong, if your morals are weak, then that means there is a possibility ukose kufika mahali penye Mungu anakusudia kufikisha. And you know what? God works with principles. The Bible inasema Jesus aligrow and he had favor with God and even with men. So he had morals even in front of men. Hakuwa na misbehave. Kuza alikuwa anajua hawa watu ndo Mungu atatumia kuniconnect kwa destiny yangu. There is no way unaweza kosa kujali venye unaongeanga alafu bado Mungu akubali ureach mahali penye wewe unatakaga. Hakuna vinye huyo mtu mwenye Mungu anataka kutumia akishasikia wewe mwenyewe unakuwa mvalga hata ukiongea. Hivyo ndo ulimiss blessing yako. Your strength is preserved by the morals that you develop in you. Wakati unakosa good morals, then that means you will never ever gain favor in front of men. Hata ukiwa na hiyo diploma yako kwa nyumba, ukiwa na good morals, wewe unajua that mimi mwenyewe siwezi enda kukata maji, siwezi enda kunywa pombe mimi, because I know where I'm heading to. Mimi mwenyewe najua it's a noble place and only noble people reach noble places. Wewe mwenyewe umeanza kuvuta kabangi juzi, unataka kwenda mahali up high, mahali penye wewe mwenyewe una God anataka kukufikisha. But unajua haka kabangi kenye navuta, hii haka kitu sika kitu noble, sika kitu kenye naweza vuta mbele ya watu cause ni disrespectable. Those are morals. Those are loopholes za kureach kwa strength yenye Mungu ameweka ndani yako. You should be careful a lot of your morals and the things that you do when you're in the secret place. Kwa sababu wakati uko peke yako zile vitu unafikiria, hizo ndo vitu zenye utafanya na hautajificha. Kuna mahali nafikaga unashindwa kujificha. Nilikuwa nimezoea kuvuta bangi sana kama nimejificha. Sasa kuna mahali penye ilifika. Then there was a man of God mwenye alikuwa anakuja home sana. Nimetokea mahali kuvuta bangi na nimeishika hivi, and then namuona. Nikimuona ilibidi nimeficha vibaya sana, nikahepa. Hata nilihepa akiniona na macho juu nilikuwa najua tasikia harufu ya bangi. I'm ashamed of what I'm doing. Yes, yeye mwenyewe anajua mimi mwenyewe niko na abilities, huaga nafanya hii na hii na hii, but yeye mwenyewe akisha notice kuna kama moral behavior niko nako ambacho nika corrupted, hakuna venye tai niitia job. This is how morals corrupt a person, and this is how morals corrupted Samson,
because yeye mwenyewe hakuwaga focused na kuweza kumend Kenya Mungu alikomeka ndani yake. Hakuwaga focused na zile vitu God alikomeka ndani yake. Hakufocus kujibalance na kuweza kukill all the desires zenye zilikuwa zinamvuta chini. So he himself, he was strong, but he was brought down by a woman. David was so weak, he was so small. He was a small boy. He had the outside appearance. He had no external power. But due to his morals, he had trained himself, killing a bear. Akaambia huyo Philistine, you come to me with swords and javelin, but I come to you in the name of the Lord God whom you have profaned. Because alikuwa anajua Mungu. He knew God. Kama ni Samson angekuwa hapo kwa hiyo ground yenye ilikuwa na Goliath, Samson hange struggle, angeua Goliath kwa sababu alikuwa na the external power. So that shows us something, that it is not the external power that matters. It matters he who gave you that power, the Lord God who is in you. If you do not cherish and you do not have the morals to preserve the Lord God in you, that means hauwezi reach mahali penye Mungu utaka. Bwana asifiwe sana. May the Lord help us to understand and to perceive. Kwa sababu kama morals zako haziko sawa, kuna mahali zinaendaga zinapotea njia. Then you should rush to train yourself to be godly. Kama venye Paul aliambia Timothy, teach yourself. There are things that wewe mwenyewe hauwezi achieve unless you teach yourself. There are things that you cannot achieve unless wewe mwenyewe you train yourself. Train your morals. Train them. Unajuanga ya kwamba wewe ukikuja usimame mbele ya watu wa more than watu wanne unaanza kutetemeka. Train yourself. Train yourself. If unajuanga kabisa wewe ni boy lakini huwezangi kuambia dem hapana, train yourself. These are things that you have to train yourself. Because along the path of your life, kama hautaweza kudefeat your temptation leo, then how sure are you that utaweza kudefeat kesho? Bwana Yesu asifiwe sana. May the Lord bless you a lot. The Lord be with you. Atusaidie so that tuweze kupata inspiration na kuelewa. Thank you Charity Kinyua, God bless you so much. Stanley Monye, God bless you so much. Waithera, God bless you a lot. Jennifer Gathoni, Gayakura adhime muno. Daisy Nyaga, Mungu akubariki sana. Esther Njoka, Mungu akutendee mema. Daisy Nyaga na Waithera, Mungu akufanyie, Mungu atendee mema na akuwe pamoja na nyinyi. So may the Lord enlighten us and open our spiritual eyes, that tuweze kuunderstand zile vitu ambazo zinatuvuchanga chini. Ya kwanza tumeona ni sight, lack of sight, na the second tumeona ni strength yake ilivutwa chini na kukosa kukua na morals ambazo ni respectable. Bwana Yesu asifiwe sana. Kesho tutaongea about sin, and then tukisoma about sin tutasoma about sovereignty. God willing, I know by the help of the Lord God Almighty we are going to handle this topic, and I know that we are going to be blessed. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anawapenda sana na naombeaga sana. May the Lord do you good. Let us pray. Abba Father, in the mighty name of the Lord, I worship you and give you glory, honor and adoration. And my Jehovah Father, you deserve all the praises, you deserve all honor, you deserve all adoration, you deserve all the glory, King of Kings. There is no other God beside you, O God. Bwana, naleta watu wako mbele zako siku ya leo. Ninaomba mkono wako ukaweza kuwa juu ya maisha yao Bwana. Wale ambao wameusikia sauti yako siku ya leo, ninakuomba ukaweza kuwasaidia Bwana, ili wakaweza kuisikia na kuweza kutenda kadri na vile ambavyo neno lako limesema Bwana. Nguvu zako zikuwe juu yao, Mungu wa rehema. Wale want to pray for this generation, oh God. Ninakuomba Bwana ukaweza kuwahurumia na kuwashika na mkono wako Bwana. Wale ambao wamejingisha kwa vitu tofauti Bwana, wale ambao wanaoumia. Yesterday you told us, oh God, that there is hope for a tree that has been cut down, oh God. That even if it has been cut down, it can produce a shoot. And if the roots are still on the ground, it can still grow. Oh Lord, I pray that you may redeem your children this day, in the mighty name of the Lord. I give you glory, Abba Father. I honor you because you alone reigns and you alone are God.
I cherish you, O King of Kings, kwa sababu ya wote ambao tumekuwa nao katika hii service, wale ambao wako katika Theophilus TV, wale ambao wako katika YouTube na wale ambao wako katika our Facebook page. Oh God, ninakuomba Bwana ukaweza kuwa pamoja nao na kuwashika na mkono wako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwema Bwana na ufananishwi na kitu yoyote chochote Bwana, na waachilia mikononi mwako ukaweza kuongoza kwa njia zako za haki, kwa kuwa wewe ni mwaminifu na wewe ni Mungu mkuu na hakuna aliye kama wewe, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Wale ambao hawajaokoka sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, ninakuomba uniokoe siku ya leo. Futa jina langu kutoka kwa kitabu cha mauti, uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Toka siku ya leo nimeokoka na ninakiri ya kwamba Yesu ni Bwana katika maisha yangu, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana. To die, but you're going to live for the goodness of the Lord and for the testimony of our Lord Jesus Christ. And I know that as hii mwaka ikiisha, we are not going to abide to the pattern of this world, pattern ya sherehe, party after party. We are not going to abide to that pattern, because that is the pattern of the world. We have our own pattern and we do not change. The Lord God does not change kwa sababu ya festive. Ati kwa sababu ni festive lazima mtu akunywe. Hapana. That is not our pattern. But we believe in the God who never changes. And the Bible says that we should be perfect just like our Heavenly Father is perfect. So may we live a life of perfection just like our Heavenly Father is perfect. Until tuonane siku ya kesho. Mbarikiwe sana. Shalom, shalom, shalom.